sijui na vitu gani shimo pale. Kaburi limesambazwa. Maisha ya kuishi kwenye dini ni shida, yamekula watu wengi. Dini, shetani hajalishi huko na dini safi. Shetani hajalishi kujisifia dini kubwa. Shetani hajalishi. Shetani anaogopa damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo. Pigia Bwana. Hiyo ndiye anayeogopa. Hao waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ndio leo tunamhubiri, ndio leo tunamtangaza, ndio leo tuna ujasiri, ndio leo tunasema Bwana na okoa. Amina. Sema amina. Wakakuta kumbe majamaa yalienda usiku. Sijui kama alikuwa anacheza hivyo hivyo. Sijui kama alikuwa na tunini huko. Yanajua. Tukasema huku kwenye kaburi humu sijui kama kuna mtu. Hakuna. Lakini tuliomba kwenye kujua kuomba. Mimi nilikuwa kimya. Sikuomba wakati wanasema malaika umlinde. Malaika analinda mtu wa namna gani? Analinda aliyekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ndugu yangu, kubali kuokoka. Nikwambie rafiki yangu, bila kuokoka hakuna kinachoendelea. Siku moja jamaa mmoja nakupa ushuhuda, utambue kwamba Yesu yuko kazini. Wakati ninapokuambia Yesu yupo kazini, maana Biblia inasema inatamani maiti ya wacha Mungu wanapolala na Bwana anashughulika pale. Siku moja jamaa mmoja nikaenda kutafuta ndagu. Sema unakuja kutafuta ndagu. Umekuja penyewe. Mganga linamwambia umekuja penyewe. Hata sisi tuliookoka wanatuelewa, wanatujua. Hakuna cha kusema watujui. Nikampa masharti mganga, nikasema Bwana, kuna kitu taenda kuchukua makaburini, lakini usije ukaenda kusogea kwenye kaburi la mtu aliyekufa aliyekuwa ameokoka. Utakwenda kushindwa kufika. Jamaa kumbe Mungu amemkusudia. Haleluya. Haleluya. Jamaa anataka kwenda kuchukua mchanga aliyotumbo kule makaburini. Kumbe jirani na lile kaburi kuna kaburi la mtu aliyeokoka. Amina. Jamaa kila kitaka kusogea moto unalipuka. Unamchoma, unampiga, anakimbia, anarudi kwa mganga wake. Anasema, we mganga, kila ulichonituma nimeenda kushindwa. Akasema, inawezekana ulisogea kwenye kaburi la mtu aliyeokoka. Pigia makofi sisi tuliookoka. Hatubashiri, tunasema kile ambacho kipo. Akasema sasa katafute eneo lingine. Usisogee maeneo ya lile kaburi. Ni hatari. Maana yule yupo Bwana anakusudia siku ya mwisho atakapomfufua. Kuna malaika walinzi wako pale. Jamaa akasema sawa. Na ni jamaa liko serious sana. Nikaenda tena nikaona hapo maeneo nilipokuja kutimuliwa ni eneo hili. Ngoja sasa nisogee ile eneo hili, labda hii nitaenda kufaulu. Nikawa linasogea, nikaona kaburi fulani. Kumbe maeneo yale walizika tena mtu mwingine aliyeokoka. Siku zimepita nyingi, panaonekana ni kama hapana kaburi. Jamaa anasogea, anaona jamaa mmoja anatokea na kanzu nyeupe, ana upanga mkali unazunguka kila upande, linamwendea jitu kubwa sana. Jamaa likimbia. Jamaa akakimbia, akarudi kwa mganga, akamwambia, we mganga, eneo lile tena nilishindwa. Akasema, eneo lile ninafahamu tena, nina mtu aliyeokoka maeneo yale, usisogee. Sema amina. Jamaa akaona sasa hii imekuwa issue. Akasema, nenda makaburi mengine. Jamaa akaenda makaburi mengine. Kila alikokwenda kumbe karibu kuna kaburi la yule aliyeokoka. Jamaa alishindwa. Alirudi akamwambia mganga, naona mimi nimeshindwa. Hivi kuna watu waliookoka kweli? Akasema wapo na wanalindwa.
akasema sasa nimeamini kuanzia leo. Mganga, na tangala zako ulizosema unanipa kitu, sina muda tena na kwenda kuokoka kama na hao namna hiyo. Wapo wanaookoka. Sema amina, sema amina, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu yangu, ndugu mkazi wa kijiji hiki, nakupa ushauri. Amina. Ushauri ni bure, sio hela. Amina.